wadau wa taifa letu, ni wapenzi wa taifa letu. Ukilichezea taifa letu, ukilizungumzia vibaya, tutasikiliza hoja zako. Kama hoja zako zina mashiko, tunaweza tukakuacha, ila kama hoja zako hazina mashiko, bado tutaumizwa na tutaumia, na kama tutapata nafasi kama kuzungumza tutazungumza. Lakini leo tunakuja katika engo ya tofauti kabisa. Engo ya leo ni kuweza unajua siku zote huwezi kugombana na watu wa siasa tu. Siku nyingine tunazungumza kuhusu maendeleo ya taifa. Mimi niseme kwamba Yona, mimi niipongeze serikali yangu kwanza kwa kuwa makini. Serikali yangu iko makini kuhakikisha kila Mtanzania ugali wake unaingia, kila Mtanzania anaenda kila sehemu. Tukiangalia zoezi la mafuta kupanda kwa bei, Tanzania sasa hivi tuna unafuu. Sasa hivi tukiangalia nchi jirani imefika 5,000 1 liter. 5,250. Petroli Rwanda ni 5,250. Alafu kuna nchi moja nimeona petroli ni shilingi 7,000 ya Kitanzania. Lakini Kenya ni 4,250. 4,250. Sisi bado ndio kwanza tuko kwenye 3,800 na mwisho wa mwezi huu inashuka. Naamini. Unanifahamu? Rais ameshatoa maelekezo. Unajua kwa nini yote hayo? Ni kwa sababu rais anajali maisha ya Mtanzania. Sawa. Anajali maisha ya kila mmoja. Na hapa kwenye mimi nitakuwa na ombi dogo sana kwa rais wangu kipenzi, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kipenzi cha Watanzania na kipenzi changu. Siwezi kusema kwamba ukinipasua hapo utamkuta Samia uongo. Ila ninampenda sana rais wangu. Mungu ni shahidi. Niseme tu ukweli. Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya hilo. Kwa mimi kwanza nilikuwa naipongeza serikali yangu kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, lakini pia nilikuwa na ushauri na ombi kwa rais wangu kipenzi. Sisi Tanzania tuna neema. Tuna neema kubwa sana. Kubwa mno. Ya gesi asilia. Tunapozungumzia gesi asilia, Tanzania tuna neema Yona gesi asilia. Kama tuna neema gesi asilia, Tanzania sisi sio wachovu. Sisi Tanzania tuko vizuri kiuchumi kaka. Asikwambie mtu. Tuko vizuri. Tuko vizuri sana kiuchumi. Uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa kiujumla. Kiukweli tuko vizuri. Sema tu kwamba wanakuambia siku zote huwezi kuiona neema ukiwa kwako. Ukitaka kuiona neema yako toka nje utaiona neema. Mimi ushauri wangu mkubwa sana kwa serikali yangu hususan kuhusiana swala la gesi asilia. Gesi asilia sisi tunayo ya kutosha. Na wawekezaji wa ndani tunao wa kutosha. Mfano tukiangalia magari ya Moffat yale mfano. Ya kijani. Ya kijani nasikia anatumia gesi asilia. Ni gesi hayatumii mafuta kabisa. Hayana petroli wala diesel. Zinatumia gesi asilia katika kupikia. Pipe zile. Mimi nilimuuliza mtu mmoja, je, zile hazilipuki? Sema zile hazilipuki hata kidogo. Ushanifahamu? Tofauti na hizi gesi tulizokuwa nazo. Kwa Mwenyezi Mungu ametupa neema wa Tanzania, neema ambayo yani tulikuwa tunaiona ni ya kawaida, kumbe ni neema ambayo na mimi nina imani serikali iko makini. Nina imani haya ninazungumza inawezekana serikali iko kazini. Ushanifahamu? Kuhakikisha gesi asilia inawafikia watu kuanzia wadogo, kuanzia magari na viwanda, na maana hadi viwanda baadaye lazima gesi asilia itumike. Ushanifahamu? Mfano mdogo tunaweza nikazungumza, kuna mwekezaji mmoja ambaye yupo, unaweza kunikumbusha Yona kwa wapi, Kusemvuli pale, anataka kutembeza mabomba kama kilomita 22 kitu kama hicho anatoa bomba lake la gesi asilia. Unajua pipe iko pale Kisemvule. Pipe kubwa. TPDC tunawashukuru sana, wameleta pipe. Achana na ile ya Pan Africa. Ipo pale Kisemvule. Ndio hiyo unayozungumzia. Ambayo ndio mwekezaji huyo anaitoa kilomita 22 anaileta paka Mbagala. Sawa. Pale Mbagala kwenye mwendo kasi pale, nafikiri ndio unazungumzia hicho. Ndio hicho ndicho ninachokizungumzia. Unafahamu? Kwa mimi kwanza ombi langu kwa serikali kabla sijalifafanua hilo, kwanza kuwawezesha wadau kama hawa. Kwanza tuwapate wadau wa ndani. Na huyu mdau ni mdau ambaye serikali inapaswa imwangalie kwa macho ya huruma. Na mimi niseme tu, niombe tu vyombo, niombe zile mamlaka ambazo zilizokabidhiwa hili jukumu, iwapunguzie uzito. Kama kuna ushuru mwingi, kuna mizigo ya kodi, kuna nini, au watu inawezekana, mimi ombi langu kama wanaharakati huru, ni kwa hatuwezi kuweka bure kabisa. Ushanifahamu? Lakini hao watu wangepunguziwa hata kwa wakapewa 25% kwanza. Wakaanza wakiwa wanalipa 25% baada ya 100%. Mimi ni kuombe rais wangu hao wawekezaji, kwa sababu wanapoleta kitu kama kile, make kuna mtu mmoja kwa ananiambia kwamba hiyo gesi una uwezo wa kulipia shilingi 1,000 ukawa unajaza ndani kwako kama unavyojaza luku ya maji hadi 500. Kama mama ndiye alisema hicho. Mama alisema hicho. Rais Samia alisema waanze kutumia mfumo wa token. Yes, itumie token. Wa Tanzania. Sasa mdau yupo tayari. Kuna mdau nimemsikia, kuna mtu mmoja alikuwa nimekuta sehemu watu wakawa wanamsifia sana. Unanifahamu? Kwamba huyu mdau ni mzawa Mtanzania. Huyu mdau awezeshwe, serikali muangalie kwa jicho la lulu.
Ninapozungumza jicho la lulu, yani jicho linalong'aa. Huyu mtu yani kujitokeza mtu kama huyu ambaye tayari ameshaanza wanasema kwamba ameshaanza utendaji. Ushanifahamu? Kwanza arahisishiwe mifumo ya fedha, iangalie ni namna gani ikiwezekana ione mwisho wa siku watu kama wakopeshwe. Wakopeshwe hela kwa sababu wao ni wakwetu wa ndani. Unamfahamu Dr. Samia akiwa kipindi kile ni makamu wa rais. Waliamua kumpa Bakhresa eneo kubwa kwa ajili ya kujenga kiwanda cha sukari. Nakumbuka. Na kulima Bagamoyo. Hata wadau kama hawa nayo msemo wako ni sahihi. Wawezeshwe, wapunguziwe. Na mimi ile ombi nalipeleka special kwa kiongozi wangu wa nchi, kwa rais wangu kipenzi. Rais wangu anataka kuona taifa hili linakwenda kwenye uchumi wa juu. Na mimi nasema clip hii nina imani kwa 100% kiongozi wangu wa nchi ataipata hii clip. Kwa sababu ni rais ambaye hajawahi kupuuzia chochote, hajawahi kudharau chochote. Ninakuhakikisha kwa 100% ninavyompenda rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana anafika hadi watu wa chini. Ndio maana anawafikia kila mmoja. Ushanifahamu? Kuhakikisha kila aina ya makundi, kuhakikisha taifa letu linasonga mbele. Huyu mdau ambaye anatoa gesi Kisemvule kwenye pipe kubwa ya TPDC anayevuta mpaka Mbagala zaidi ya kilomita 22. Huyu mtu tunakuomba rais wetu apunguziwe, kama kuna masharti magumu mimi simjui. Ningemjua mtu ningetamani hata siku kwenda kuonana naye kumpongeza tu. Kama mimi sijui kama kuna masharti magumu, ila anasema kama kuna masharti magumu yoyote hapo. Lakini tukigugo huwa tunaona, mimi huwa nikigugo naona. Unaona? Rashali Energy ile. Anaitwa nani? Rashali Energy. Kampuni inaitwa Rashali Energy. Rashali Energy. Hawa watu ndio watu wanaomsupport rais. Naona. Rashali Energy ni mtu ambaye anaisupport serikali kwa kiasi kikubwa. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ukiona mwekezaji amekubali kuwekeza kwenye utawala wa kiongozi fulani, ina maana yeye kama yeye ameukubali utawala ule kwamba ni utawala sahihi, ndio maana yuko tayari kuweka fedha zake. Na mimi niombe serikali na wakati unaendelea nikwambie kidogo kwamba sio mradi wa kitoto. Yule mtu anawekeza billions of money. Wewe nani kampuni unaitaka? Rashali. Usione mtu, ujue ngoja nikwambie, wawekezaji wengi Tanzania ni wajanja. Sawa. Wanachukua kitu ambacho kimeshakamilika. Alafu anasema wamewekeza. Sasa huyu anaanza mwenyewe from scratch, ndugu yangu. Na ndio nafikiri pointi yako unayosema anaanza chini moja kwa moja. Yeye hana anapopata mkopo, hana anapopata kitu fulani, ushanifahamu? Kwa mimi nimuombe rais wangu kipenzi, Rashali aangaliwe. Rashali, mimi natamani hata siku moja Mwenyezi Mungu atajalie siku angalau nikatembee kwanza na mimi, tuambie hata vijana wetu hawa wakawaonesha Watanzania yule mtu anavyoanza chini kwa chini ni namna gani, hata serikali yenyewe ione. Mimi nina imani TPDC mpaka inamridhia huyu mtu anawekeza sehemu kama hiyo. Nina imani kwamba ni mtu ambaye anaaminika, ni mtu mzuri. Mimi bwana, nimesikia hiyo story nikasema huyu mtu siye kuonana naye, lakini kama kuna changamoto yoyote kiukweli huyu mtu afanyie wepesi, kwa sababu ni mabilioni of money ambazo ameziwekeza kuhakikisha Watanzania wanaweza kupata kitu kama hicho. Hiyo na mimi ya kwangu alikuwa ni hayo. Niombe serikali yangu kwa utulivu na kwa unyenyekevu mkubwa, na Rashali sunaitwa naye kampuni ya Rashali Energy. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, awe na moyo kama huo wa kuweza kumuunga mkono rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kubwa ni kwamba asikate tamaa. Tunajua na kama kuna uzito mama anafikika. Rais wetu anafikika. Kwa hizi taasisi, bahati nzuri mama alishaziambia hizi taasisi NEMKI ambazo zinahusika na hayo mambo. EWURA ndio kufikika kwenyewe huko. Wajaribu kuweka masharti nafuu ili wawekezaji ambao wanaanza from chini kwa ajili ya kuinua hii gesi. Unajua wakati mwingine hii faida ya gesi asilia. Ngoja nikusaidie. Kiutaalamu. Cha kwanza gesi asilia unaiona hii natural gas moja ina uwezo wa kuweka wenzetu nje ya nchi wanatumia, mfano Uingereza, nchi za Ulaya zinatumia gesi asilimia zaidi ya 70 kwenye masuala ya heating. Sasa sisi hatuna mabarafu, hatuna baridi nchi hii, lakini Arusha huko wanaweza. Lakini kubwa zaidi, gesi asilia inaweza kutengeneza kiwanda cha mbolea, simple technology, gharama rahisi. Kwa hiyo mimi nafikiri wale wataalamu waendelee kusisitiza kwa mkuu wa nchi na viongozi wetu waelewe ni teknolojia ndogo ambayo inatumika kutengeneza kiwanda
cha fertilizer. Manake ni teknolojia ndogo ya kutumia hiyo kitu kinaitwa, unajua gesi asilia ni methane na kwenda kwenye fertilizer ambaye ni ammonia fertilizer. Lakini hilo liache. Lakini gesi asilia hii pamoja ina uwezo wa kusaidia viwanda vingi. Ngoja nikwambie, nilienda kiwanda kimoja ndugu yangu, analipa bilioni 3 kwa mwezi. Bilioni 3 umeme, kununua umeme. Kiwanda kimoja kununua bilioni 3. Kwa hiyo kikisaidia kurefresh hiki kiwanda kikaweka gesi, mifumo ya gesi, kikazalisha umeme kwa kutumia gesi, ikashuka, maana yake hizi pesa zinazoongezeka angelipa wafanyakazi wake, angerefresh wafanyakazi wake. Kwa hiyo gesi asilia inaweza kusaidia kuzalisha umeme wa bei nafuu. Sawa, lakini vile vile gesi asilia sasa hii natural gas kama Sinza huko unaposema si wapi, watu wa Mbagala wana mama alishasema Dr. Samia kwamba tutengeneze mazingira ya watu wanunue kwa token. Mtu anashindwa kununua mtungi wa gesi wa 58,000 hana hela, lakini ana uwezo wa kununua mkaa wa 500. Kwa hiyo tukirahisisha gesi yetu asilia ambayo tuna uwezo wa kuitengenezea token, mtu akanunua kwa shilingi 500, maana yake tukivuta zile pipe hapa Mbagala, si wapi maeneo jirani na huko mikoani, tutakuja kuzungumza nini kinachofanyika mikoani waipate, si ndio? Kwa hiyo anaweza kusaidia watu wakapika kwa bei rahisi, na kwa sababu mama ndio champion wa hiyo mama lishe safi ya kupikia hii, nishati safi ya kupikia, yeye ndio champion wa kidunia. Kwa hiyo tukimsaidia tukaweka token au watu wa kawaida wakasaidiwa kununua gesi kwa shilingi 500, 600, 800 kama luku, is best. Lakini vile vile gesi asilia hiyo natural gas ina uwezo wa kubi compressed, sawa, ikabi compressed, ikawa compressed natural gas. Maana yake ikiwa compressed ndio hiyo inawekwa kwenye magari ya Moffat. Ndio hayo magari ya Moffat unaona yanatumia gesi asilia. Yale Moffat yale. Yanatumia gesi asilia. Ambayo hizi gari nyingi bajaji, kuna siku tuipanda na wewe bajaji. Tulimuuliza mmoja akasema kupeleka ile sehemu ni shilingi 7,000. Yule mwingine akasema nitawapeleka kwa shilingi 2,000. Kwa sababu tukamuuliza njiani ni nini, anasema nina angalieni hapo nyuma nina CNG, ni compressed natural gas. Lakini vile vile watu wa mikoani watasema sawa, Yona, inawezekana hiyo ni Dar es Salaam na Pwani, sisi mikoani tunafanyaje? Naomba niwaambie gesi hii ina uwezo wa kugeuzwa kuwa LNG, liquefied natural gas, LNG. Maana yake unaona hizi zinatoka nje ya nchi hizi. Unaona hii LPG inakuja kwenye mitungi, lakini kuna magari makubwa yale ya mviringo yanabeba yanaenda mikoani. Ile ni liquefied petroleum gas na inatoka nje ya nchi. Sasa hii ya kwetu hii ina uwezo wa kufanyiwa liquefied natural gas LNG, ikabebwa kwenye gari ikaenda wakatengeneza station kubwa huko, ikawekwa na ikafanya kazi. Na ndio maana mitambo mikubwa ya mahospitali, mitambo mikubwa ya viwandani inatumia LNG, liquefied, na baada ya kuicompress sasa wanaitengeneza kwa wingi. Yani gari moja lina uwezo wa kuhudumia mkoa. Gari moja tu, ile truck unaiona hiyo, mkoa mzima. Wanaitengeneza kuwa liquefied, kimiminika. Maana yake ni gesi iliyomo mule ndani ni nyingi, wanaibeba kwa mkupuo. Lakini nasema Yona, tusimalize. Tusiamalize. Hii ni bashara. Kwa kifupi ulichokuwa unazungumza kwamba waangalie huyu wawekezaji Rashal ambaye sisi tumemgoogle, tumemuona waangalie namna gani ya kumsaidia ili misukosuko ile anakuta, kwa sababu kuna muda labda analipa mwenyewe barabarani huko wepesi, ili mambo yaende, kwa sababu analipa wataalamu, na imani kwamba yeye ndio mtu wa kwanza, na imani wengi watataka kumuiga. Wengi watataka kumuiga. Na hii jambo mimi nafikiri Yona, wasipewe watu kutoka nje, wapewe wazawa. Sawa. Wakishapewa wazawa kama hao, mambo yote yatakuwa mazuri. Basi hatuna la ziada. Asante sana.